Taveta yenye idadi ya watu takriban 1350. Kaunti hiyo ina maeneo bunge manne ambayo ni Taveta, Wundanyi, Voi na Mwatate. Aidha, 23% ya watoto katika kaunti hiyo wanakabiliwa na utapiamlo kufuatia ukosefu wa lishe bora na maji. Hezron Kimari na taarifa hiyo kwa kina. Mabadiliko ya hali ya anga yamekuwa mwiba mchungu, hasa tathmini za idara ya afya kaunti ya Taita Taveta zikionyesha kwamba 23% ya watoto katika kaunti hii, hasa maeneo ya kishushe yaliyoko nyanda za chini, wana utapiamlo. La kuhuzunisha ni kwamba sehemu hii ya kaunti ya Taita Taveta imebarikiwa na rasilimali nyingi. Shida ya uhaba wa maji na chakula imetokana na kukauka kwa vyanzo muhimu vya maji. Kabla kuja nyesha tulikuwa na idadi ya 150,000 watu katika kaunti hii ambao walikuwa wanahitaji msaada, na kati yao ilikuwa 76,000 ilikuwa wanaume, alafu wanawake ilikuwa 73,000, na kati ya hao watoto walikuwa 17,000 ambao walikuwa wanahitaji msaada wa kidharura. Hiyo hali bado haijapungua kufikia sasa, ingawaje kumenyesha, lakini tunajua bado hatujapata chakula. Na tukilinganisha na miaka ya hapo nyuma, tunapata kwamba 90% ya watu wote katika Taita Taveta wamekuwa wakiweza kupata chakula ambazo zinafaa. Lakini kwa wakati huu 52% peke yake ndio familia ambazo tunaweza sema kwamba wanapata chakula ambazo zinatakikana. Kwa hivyo tunaona hali hiyo imeendelea kuadhiri jinsi ya vile watu wanavyotumia chakula pale nyumbani. Kwa sasa katika kaunti yetu tuna 23% ya watoto ambao tunaweza sema ni stunted, ambao afya yao haijakuwa salama ama hawajaweza kukua kwa njia ambayo inastahili. Na kwa kukisia tu tumekuwa tukiangazia kwamba karibu watoto 3,000 wangeweza kuadhirika na hali ya utapiamlo katika kaunti yetu. Wakazi wa kishushe kama vile Albert Mwadime kwa miaka mingi wamezoea kurauka asubuhi na mapema na punda wakikokota mikokoteni kutafuta maji kwa zaidi ya kilomita 20 wasijali hatari ya kuvamiwa na wanyamapori. Sasa hii ni masaa 10:30, lakini huwa tunarauka zaidi ya masaa haya, na huwa tunaendaga saa zingine tukutana na wanyama. Kama sasa huwa ni msimu wa simba, huwa simba ziko na hatujui kitambo tufike itakuwaje. Sasa 10 na tunaenda mtoni. Hii shida inabidi tuvumilie tu, lakini inakuwaga ni kwa muda mrefu sana. Tatizo shida huwa ni maji, tunarauka kila wakati. Mvua ikinyesha ndio tunakuwaga na maji kwa muda kiasi ya miezi 2, maji narudi napotea tena. Huwa kuna kuwaga na ndovu, simba wako, na sasa hii itabidi tubahatishe kama tutafika tu. Wale huogopa giza na hawawezi kurauka mapema husubiri hadi jua likuchomoza ili waanze safari ndefu ya kutafuta bidhaa hiyo adimu. Nayo maji tulikuwa tunayapuza, si mazuri, lakini tulipopata hakikisho kwamba kisha ni damu hakuna maji na tumekosa kwenye vitongoji, ndio tumeamua sasa tutumbukiza hapo Mkuru Damu. Tunakunywa kwa kuamini, maana tukiyakosoa yatatudhuru. Kuna bohol ambayo iko kisima, kuna maji ambayo mengine yako Mkuru Damu ambayo ndio hiyo yanatumika na mifugo. Kutoka hapa kufika huko, utatoka hapa saa 2, ukirudi hapa ni kitu saa 10. Yani the whole day unashinda ukitafuta maji. Na tena unaweza shinda na ukose. Ukiangalia maisha yetu ya kawaida yamekuwa na challenge kubwa sana. Sisi wenyewe tuko na kilio. Ni Mungu tu atusaidie. Tunaomba Mungu atunyeshe mvua, kwa sababu bila hivyo naona ni kama tutaangamia sote. So yeye kufikia jioni ataenda kwenda bila maji. Kesho tena arudi, akifika yale masaa apate tena laini imesonga, yanakatika tena. Sasa changamoto sana imekuwa kwa hao watu wa kutokea mbali. Hawa watu hapa karibu wanarauka na tunateka mitungi ni 2. Kwa hivyo hiyo ndio imekuwa changamoto sana,
na ukiangalia vile yani kumekuwa kame, wanyama wanakufa. Mbali na ukosefu wa maji katika sehemu hii, visa vya mara kwa mara vya ndovu kuvamia shule na kupasua matenki ya maji vimekithiri, jambo ambalo limetatiza elimu na maisha ya wakazi hapa. Eneo hili la Kishushe sana sana sasa mahali shule hii iko, wananchi wameingia uoga. Watoto kuja shule ni shida kwa sababu mzazi aliye na akili zake timamu ni vigumu kumtoa mtoto wake aende shule ambayo shule imezingirwa na ndovu. Pesa imetumika CDF kuweka matangi hapa, matangi yanabomolewa na ndovu zikitafuta maji. Haya, sasa kama ndovu zinakuja kunywa maji shule, je, maisha ya watoto wetu si yako hatarini sana? Sasa mradi huu ni kama it is a pity kwamba sasa ndovu zinafanya wazazi watoe watoto hapa, wawapeleke Voi, wawapeleke shule zilizo mbali, maana yake usalama umeisha. Sasa ndovu walipokuwa wanapita mara ya kwanza wakawa wameingia wakatoa kifuniko hapo juu. Kama wiki 3 wanapita wanakuna kwa kifuniko juu, wanaingiza mkono juu wanakuna. Sasa mvua ilipokaa kama mwezi haijanyesha, ikawa maji yameingia ndani sana. Sasa maji yalipoingia ndani ikawa sasa siji mkono haufiki kwenye maji, ndio sasa wakaanza kung'ang'ana na kubomoa tangi kusudi wafikie yale maji. Kulingana na idara ya afya Taita Taveta, visa 10 vya watoto walio na utapiamlo hunakiliwa kila wiki na visa 200 huripotiwa kila mwezi kutoka vituo vyote vya afya vya umma katika kaunti hii. Aidha, visa hivi vimeendelea kupanda siku baada ya siku. Katika upande wa shule ni kwamba watoto walikosa kuhudhuria masomo kwa sababu walikuwa na changamoto ya kupata chakula kule nyumbani. Ya pili ni kwamba hao watoto sana sana watu wa afya wakija walikuwa wanapatikana na kitu inaitwa malnutrition. Yaani ile afya ya kimwili ilikuwa imedhoofika kwa sababu hawapati ile chakula ambayo inastahili katika miili yao. Na katika wiki moja kwa hospitali yetu kuu kama ile ya Moi tumeweza kupata watoto kama kuanzia 7 hadi 10 ambao wako na hali ya utapiamlo ambayo ni severe acute malnutrition, ambao tunaweza kumanage na kuwatreat katika hospitali ile. Na tukiangazia tu zile namba za watoto ambao tumeweza kuwaona kwa vituo vyetu vya afya kote katika Taita Taveta, tunaweza kupata kwamba karibu watoto 200 katika kila mwezi tunaweza kupata watoto ambao wako na utapiamlo. Na hiyo ni namba ambayo imeongezeka sana. Tukiangalia miaka ya hapo nyuma tumekuwa tukipata watoto kama 70, 80, lakini hali hiyo imeendelea kuwa mbaya kulingana na hali ya anga vile imekuwa ikiathirika katika kaunti yetu ya Taita Taveta. Aidha, wataalamu wameonya visa zaidi vya watoto wenye utapiamlo vitaendelea kuripotiwa katika kaunti hii endapo mvua haitashuhudiwa hivi karibuni, na kutoa wito kwa wahisani kujitolea. Utapiamlo ni ugonjwa ambao unaathiri mtoto si kiafya peke yake, lakini hata kiakili. Asipopata matibabu kwa wakati ambao unaofaa, inaendelea kuathiri hata utendakazi wake hapo mbeleni, na pia inaendelea hata kuathiri vile yule mtoto anavyoendelea pia kwa kiakili kwa masomo, inaweza pia kuathiri watoto wale. Kwa hivyo tungependekeza kwamba zile activities ambazo zinafanyika kwa jamii kupitia labda kwa community health volunteers ziweze kufanyika kwa zaidi, ili tuweze kutambua hao watoto mapema na tuweze kuwatibu mapema. Tunazidi kuona mabadiliko, kesho tuamka hivi tunaona mabadiliko, ni kama hali inaendelea kuwa mbaya. Na hata wakati mwingine twageuka upande wa neno la Mungu, tunasema labda ni nyakati zile za mwisho zimeanza kutimia. Taita Taveta huwa tunategemea sana short rains ambazo zinatokea Oktoba, Novemba na Disemba. Lakini tukiangalia hiyo mvua haikufanya vizuri, na sasa hivi tunaangalia hali ambayo itaendelea kuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo kwetu sisi tunaona hizo namba za hao watoto ambao wako na utapiamlo kuna uwezekano kwamba zitaongezeka. Wakati mvua inapokosa kunyesha, makali ya ukame huzidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa